Nini kaka? Karibuni. Asante. Mshtua ndugu yangu. Ngoja kwanza nikachukue kiti. Chukue kiti. Wewe hapo. Samia kidogo. Sasa sisi hatuna viti, pengine labda ungekaa hata hapa. Wala tusihangaike bwana. Asante. Karibu tena. Nishakaribia. Jeni. Sasa, natari jamani. Nimehangaika sana kufika hapa. Umehangaika? Pole. Wala tusijali bwana. Vipi? Kana kukoje kwa sasa? Mimi niko poa, sijui wewe. Mimi nikupe pole sana. Sababu wale unayopitia sasa hivi. La, mimi naomba niwaache nikaandaa kitu kingine na kuacha tabaraka. Siku nyingine wala tusijali bwana, hapa ni nyumbani. Kidogo tu, Hapana bwana. Una miogo ndani humo. Hapana ndugu yangu, tutakula hata siku nyingine. Au sema miogo uzoei, Shaanza na wewe. Tutazidi ndugu. Haya, asante. Kwaheri. Karibu tena. Vipi? Poa. Ndio. Naishi mgeni hapa mjini. Ndio. Tuachane na haya. Basi ningependa tufahamiane. Kwa majina naitwa Dr. Vibe. Mimi ni mwenyeji hapa kijijini. Sijui mwenzangu naitwa nani. Nitampata tu. Labda ni hatua ya kwanza. Nafikiri kama unavyoona mazingira pakote, ila pale kuna watu niliwawekaga. Sasa sijui kama waliendaga wapi, ila mimi nataka kwa msimu huu hawahi kulima. Sasa hivi ninavyokaa hivi mimi sijapendezwa. Wale tena siwezi nikawaita. Kile nilichowapatia kinatosha. Kwa hiyo sasa nyinyi muendelee. Unaona hadi kule? Yote eneo hile, ila nitakufikisha kule kote. Kwanza tuangalie mazingira vipi hapa. Ndio maana nikutafuta. Kama utaweza peke yako, kama utatafuta watu wengine, ni wewe sasa, ila mimi nataka tu ili sehemu hili lilimwe, na kama kutakuwepo una uwezekano na hapa kwenye haya mahindi haya ya mpalilie. Mimi cha kusema hapo niseme kuwa wafanyakazi umewapata. Na mimi naweza nikasema kuwa mimi ndio dalali wa wafanyakazi. So nitaenda kuongea na wenzangu ili tuangalie tunakuja kuanza kazi hapa. So kama pale vile tutaendeleza tu pale. Wala haina shida. Na waamini, na ndio maana nimesema hivyo. Poa. Tutapendeza sana. Ila muangalie vizuri, msije mkamwangoa na nini. Sijui kuna bosi, wala hata usijali tajiri. Yaani hilo ndio tunazingatia. Yaani hapo yaani usingesema tu. Poa, na mimi nilisikia sifa zako, ndio maana nilikutafuta. Kwa hivyo basi tusikae sana hapa. Ni kwa kuonyesha mwisho kule. Yaani wengine tunafanya kazi kwa sababu ya kuna nini? Ya kumamisha mkono uende kinywani. Hiyo ndio. Unavyoona. Yaani mimi sitaka kuangusha kiongozi wako. Yaani kuangusha ndio wewe. Fanya kazi, kesho tena unilipe. Ndio hivyo.
Fuata mpaka ya. Mzee. Shikamoo. Shikamoo mzee, nakusalimu mzee. Shikamoo. Vaa vizuri kwanza. Shida yako nini? Mzee, mbona watutupilia sana mzee wetu? Shida nini mzee? Yaani watuweka kama watoto wa yatima wakati tuna baba tuna aisee, mbona tuweka kwenye mazingira gani? Ongea point na kusikiliza, unataka nini? Mimi sitaki kuongea sana mzee. Mimi nakuja chukua hela ya kula. Au sio? Wewe umekuwa mke wangu, si ndio? Afu mtoto wewe umeharibika sana wewe mtoto. Yaani wewe namna ninavyokuona, unakoelekea utafungwa. Katafute, una nguvu za kutafuta pesa, katafuta pesa huko. Wewe si unakaba sana, nenda ukabe huko. Sasa mzee, jua kule una mtoto wa kike, unajua hivyo. Yule mtoto wa kike anahitaji mahitaji mengi sana mzee. Hayanihusu. Katafute. Tena mwambie, Mariamu mwambie asirudi tena hapa. Sasa baby. Wangu. Mimi nina shida ya hela. Unasemaje? Mimi nina shida ya hela. Kama shilingi ngapi hivi? Nataka tu 50,000 nikatwist nywele. Na hizi nywele naona zimeharibika sana. Zimekuwa chafu. Na leo nitahakikisha unatengeneza kwa 100,000, sio bwana? Kweli. Wewe nenda ndani, nakuja kukupa 100,000. Sawa? Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Kama unajipenda, usirudi kukanyaga na mguu wako hapa. Umwambie Mariamu katafute pesa huko, na kama atakuwa na uwezo wa kujiuza ajiuze. Pumbavu. Wewe mzee, unaongea vitu gani? Hebu toka. Nenda. Kabla sijakuitia watu hapa. Yaani mzee umeniima mimi mtoto wako hela. Tena nataka unielewe. Siku nyingine hata tukutania njiani, mimi sina mtoto kama wewe. Sina. Mbavu. Mbele ya malaya wako unanikana mimi mtoto wako. Mzee vipi huyu? Sisi watoto wetu tunahangaika huko, yeye anatoa hela na mke wake kasukishe nywele. Bwana. Sasa nakwambiaje mzee? Nikikukuta popote pale mzee, I say sikuhesabu kama babangu wewe. Wow. Roja frepo gana nini? Nakusaje? Twende. Dada hapo kipindi post studio hapo. Dada. Hivi naona au? Sasa hizi Shemeji. Nani shemeji yako? mimi ndo. Dada. Kwani mbona akili? Unachofanya unadhani vizuri? Hauna hata aibu. Na ndio maana walisema mkubwa akizaliwa mbele anaga akili. Hebu kaa kimya sikusikie kule. Niache kuongea nini? Hebu acha kuongea. Hiki unachofanya unadhani ni vizuri? Hiki ulichofanya unadhani ni vizuri? Na ndio maana ulienda shule ukufaulu. Hauna hata aibu. Mtu mzima ovyo. Nipe funguo. Waisha humo. Wewe dada.
Sawa mke wangu. Nikizani hivi imetimia miaka 3, tunaenda mwaka wa 4. Hatujapata mtoto. Ninachofurahi tu mimi kwenye moyo wangu ni kuwa tuna amani kwenye ndoa yetu. Na ndio kitu ambacho najivunia sasa hivi. Maana amani kwenye ndoa ndio kitu cha muhimu. Muwe na watoto, msio na watoto, mkiwa na amani jambo la heri zaidi. Okay. Yeah. Nina imani tu mume wangu tutapata mtoto. Yeah. Mungu ndio mweza wa vyote. One day tutapata mtoto wala tusijali. Sawa. Sababu ni kumuomba tu Mungu kwa ananipenda. Si unanipenda? Yeye nakupenda sana. Sawa. Jambo la heri. Na mimi pia nakupenda. Tuna zaidi ya kukupenda. Nakupenda zaidi ya kukupenda. Sasa cha muhimu tu ni kuzidi kupendana, kuzidi kuombeana Mungu itakuwa sawa. Cha msingi ni amani tu. Okay. Yeah. Sawa. Chelo. Naam. Chelo, unajua kama sikuelewi siku hizi. Mara unatoka unaingia sikuelewi. Sasa leo nakuona umefanya uniform tunaenda shule na una muda mrefu uendi shule wewe. Ndio baba mdogo. Kuna vitu sijaviweka sawa, nilikuwa naviweka sawa kwa ndo nimeanza shule sasa. Eti? Yeah. Okay, poa. Ila tambua kitu kimoja na ukumbuke. Kwa uliniambia utasoma. Ningependa uendeleze masomo yako kama jinsi unavyoenda hivyo. Okay, poa. Mchana mwema. Mtoto wa kaka. Ala siku hizi vijana tuelewe vijana. Ndio maana kuna muda na muhusia tu maana sisi usielewe. Tuachane naye kweli. Vipi? Tulikutana na Chado. Ila mimi sijaelewa mazingira. Huo ugonjwa ulianzaje? Na ushakuwa na muda gani kwani? Yaani hapo unafikiri inaweza ikawa kama miezi 6 hivi. Nafikiri kama miezi 6 hivi. Yeah. Yaani sisi tulijaribu, yaani mimi naweza nikasema kuwa nilichukulia kama labda ni utani fulani hivi, labda ni kawaida tu ya macho. Ni kawaida tu ya macho, labda pengine amemwasha nini. Tukawa tunajaribu kutafuta dawa ya kutuliza nini, lakini yaani alipoelekea tu tukaja kukuta macho yameenda hivi. Hayana tena na uwezo wa kuona. Yaani hicho kitu ndo kilinipa hali fulani hivi mpaka ya kutokuamini. Mpaka nikajiuliza sasa mbona imekuwa hivi tena? Pole. Vipi? Ushawahi kuongea na daktari kuhusiana na ugonjwa wake au una mpango gani? Daktari sijawahi kuongea naye kuhusiana na hilo swala. La kitu ambacho waga tunadiscuss sana na daktari kuhusu tu kutuliza ugonjwa wake. Mpaka pale nitakapo pengine labda nitapata hela ili niweze kumpeleka, kwa sababu hapo unajua hapa kijijini masuala ya kumpeleka moja kwa moja mdogo wangu apate uwezo wa kuona vifaa vipo hapa. Labda masuala ya mjini mpaka siku nikiwa na hela mimi kwa hivi barua ambavyo navifanya hapa. Siku nikipata tu hizo hela naweza nikampeleka mjini, lakini kuhusiana na swala tu la kusema kuwa kuongea na daktari ndo bado hatujafanikiwa kufika huko. Pole sana. Hebu na mbona nywele umezikuza yani? Sielewi. Nywele. Unajua hivi ni kama tu viungo vingine tu, naweza nikasema hivyo. Na mimi siwezi nikastamilisha sana nywele zangu ziwe safi au ziwe vizuri kama watu wengine na kipindi na matatizo. Kwa wakati wa shida huwa ni wakati tu wa shida. Kwa siku nikiwa na amani pia na furaha, nywele zangu nazo zitakuwa na amani na furaha. Nalo neno. Basi mimi sio mkaji, mimi naondoka. Mimi nifikia hapa ni kuandalia hata msosi nini, uende na kula sio hapa. Hapa ni Makambare. Hapana, nitakula hata siku nyingine bwana. Yaani hapa umefika kwa wanaume.
Kwa mauzo. Nani kidogo basi. Subiri hapa tukipiga 1000 sasa. Unajua siku hizi kunakuja vitu vyepesi sana mwanangu. Vitu gani hivi? Lakini anailegeza unajua. Anakulegeza Kinoma yani. Vipi mzee atapita sanda mbaya amesubiri kwa muda. Hapa ndo njia yake, atapita tu muda wote. Bado angali shamba hivi. Okay, maana akipita hapa ise. Atakwenda champion mapema. Nini shida? Mimi siwaelewi. Oya. Kimya. Wasi kijana wangu wewe. Ingetulia. Mzee. Yaani ukishatekeza tunakutia kideni. Sasa ngoja. Taratibu. Nimekubali. Taratibu, shuka chini. Taratibu. Oya mauzo. Kisu hicho. Oya mauzo. Sidingi yako huyo. Dingi kitu gani? Nani kamwambia pite hapa? Kwani yeye amesahau hapa maskani nini? Ish. Ramadhani. Si Ramadhani unasikia vipi kwa nini Ramadhani? Oya dingi, Ramadhani kitu gani? Mimi si Ramadhani, mimi naitwa Mauzo. Oya babu, hebu shika hivi. Wewe mtoto unapata laana wewe. Unakaa una enjoy wenzio watoto wenzio tunahangaika huku. Oya babu, oya shikambuzi ana tofauti. Nyosha. Kimbia. Oya. Kuna nini? Yaani mimi ndo wako kama na mtoto wangu mimi. What? Mtoto wako nani? Hebu subiri kwanza. Mbuzi amechukua. Mpaka amefua na watoto wake wawili. Wale mbuzi wale wadogo. Amechukua. Sasa huyu anataka laana. Na namlaani kabisa. Namlaani mimi mwenyewe. Hapana baba Rama, unaona, ufuta kwanza subira. Sawa? Cha muhimu ni hiki, msikilizie kwanza. Yule ni mtoto. Asiyefunzwa na wazazi, atafunzwa na dunia. Twende ndani na Yaani umepita au kuona tuona? Nyinyi, yaani wote kijijini, yaani nyote yaani muachileni. Dada, samahani sana,
kufika kwa amebadilika. Unaweza ku Nimesema sana. Nilikuwa na mawazo mengi. hata wala tusijaliwe naenda tu. Tutaenda kuongea naye. Aha.